Tuandike, unyenyekevu ni chumvi ya utii. Unyenyekevu ni chumvi ya utii. Kila mmoja anafahamu chumvi. Tunapozungumza neno chumvi, tunazungumza neno ambalo ni maarufu kabisa katika maisha yetu ya kila siku. Chumvi ni kiungo ambacho hufanya chakula kumvutia mlaji zaidi, kinaleta ladha. Chumvi inaleta ladha katika chakula. Chumvi inafanya chakula kiweze kupendeka. Tunaweza kuona tumepika makande bila chumvi, tukayala, tukasikia namna yanavyokuwa, lakini tunapopika makande tukaweka chumvi, tunapopika mboga, mchicha wetu, nyama, tukaweka chumvi, basi tunaweza tukaona utamu mwingine unaokuja kutokea mahali pale. Kwa hiyo tunapozungumzia haya maneno mawili, unyenyekevu na utii, ni maneno ambayo kwa Kristo ni lazima uende nayo pamoja. Mkristo ni lazima uende nayo pamoja ili uweze kuona mabadiliko. Ukiwa mtii tu bila unyenyekevu, bado unakuja tosha, lakini pia itakuwa ngumu kuwa mnyenyekevu bila utii. Kwa hiyo ni mahala pake dakika hizi tunapo sasa tafakari habari ya ujumbe huu kwamba tunapotafakari ujumbe huu wa unyenyekevu ni chumvi ya utii. Ujumbe wetu umejengwa katika msingi wa kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 5. Tutakutana na maneno muhimu kama 9. Na mstari hii ili tuielewe vizuri, tunatakiwa kuitafakari, kwenda taratibu kuitafakari kwa kina tu, na tutakutana na maneno muhimu kama 9 hivi au 8. Ujumbe unasema, vivyo ninyi vijana watiini wazee, na ninyi nyote jifunzeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa unyenyekevu, wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Amen. Sasa tutakutana na maneno pale. Tutakutana na neno la kwanza linaitwa vijana. Ni lazima tujue vijana ni nini hapa. Tutakutana na neno pale linaitwa wazee. Tutakutana na neno linaitwa utii. Andika neno la kwanza vijana. Neno la kwanza vijana. Lakini ile neno vijana limetumikaje hapa? Tunaambiwa kwamba vijana vivyo hivyo vijana watiini wazee. Kijana mtii mzee. Sasa kuna kijana kwa mujibu wa siana miaka 12 mpaka 19, sijui 45 mpaka ngapi. Kuna mzee siana miaka 85 na kuendelea. Sasa kwa mujibu wa andiko hili hapa, ni neno linalotumia kundi. Ni neno linalotumia kundi, vijana wazee. Maana yake kila mmoja, chukulia mimi na miaka labda 85. Kuna mtu mwingine pale juu atakuwa na miaka 87. Mimi niliye na miaka 85
ni kijana na yule aliye miaka 87 ni mzee. Kwa hiyo ni neno linaloonyesha mtu mdogo na mkubwa. Mdogo na mkubwa, kila mtu ana mdogo wake na ana mkubwa wake. Kwa hiyo kwa habari ya utii na unyenyekevu, maana yake aliye na umri mdogo amtii aliye na umri mkubwa. Amen. Yule aliye na umri mdogo amtii yule aliye na umri mkubwa. Vijana watii wazee. Kwa hiyo tunaona tunapokuwa vijana lazima wawepo wazee, kwa maana ya watu tuliozidiana. Kuna mtu ana miaka 10 lakini kuna mwingine ana miaka 12. Yule wa miaka 12 ni mzee na yule wa miaka 10 ni kijana, kwa mujibu wa maagizo haya, kwa mujibu wa neno hili, kwa mujibu wa uelekeo wa utii na unyenyekevu. Sasa tukienda hivyo tutajikuta katika jamii kuna kuheshimiana, na kila sekunde kuna kuheshimiana, kuna hali ya kuthaminiana, kwa sababu kila mmoja, hata makabila yetu, hata tuseme taratibu zote za jamii zinaagiza mkubwa mdogo amtii mkubwa. Tumeona tunalea watoto wetu huko nyumbani, tunawaambia sikiliza dako, wewe kwa nini kaka anakuambia hivi unagoma? Wewe mbona ni vipi? Tunawakemea wale wadogo wawe na hali ya kuwasikiliza wale walio wakubwa. Sasa huyu ndiye kijana. Kwa hiyo kijana andika, kijana ni watu walio wadogo kiumri au kimamlaka kuliko wengine. Ukiwa mdogo kiumri au na mamlaka yale ya chini, wewe ni mkurugenzi lakini kuna rais juu, wewe mkurugenzi kijana, rais ni mzee. Wewe ukiwa ni mwalimu mkuu, kuna walimu wengine chini, mwalimu mkuu ni mzee, alafu walimu wa kawaida ni vijana. Kwa hiyo kwa tafasiri hiyo, kwa namna ya unyenyekevu na utii, tunaweza sasa kuelewa jambo. Na wazee, andika, wazee ni watu walio wakubwa kiumri au kimamlaka kuzidi wengine. Watu walio wakubwa kiumri au kimamlaka kuzidi wengine. Rais ni mzee, mkuu wa wilaya ni kijana, mkuu wa mkoa ni mzee, na mwenyekiti wa kitongoji ni kijana. Na kuna neno utii linafuatia hapo, tuliruke kwa sababu neno utii na unyenyekevu ndio moyo wa somo hili. Tutayaruka hayo maneno, tutaenda kuyaona mbele. Lakini kuna neno lingine linaloitwa kupinga kwenye mstari. Kuna neno linaloitwa kupinga. Mungu kuwapinga wenye kiburi. Kupinga ni kuwa kinyume. Andika, kupinga ni kuwa kinyume, yani mtu akiwa tofauti na unavyowaza, tofauti na unavyotaka kufanya. Nataka nifanye hivi, lakini Mungu anasema hapana, sitaki kufanya hivyo, nataka ufanye. Maana yake Mungu amekupinga. Ukiwa na kiburi, Mungu apinga wenye kiburi. Ukiwa na kiburi, Mungu hakubaliani na wewe, anapingana na wewe, kwa sababu yeye anahamasisha usiwe na kiburi. Kwa hiyo kupinga ni kuwa kinyume na jambo lolote. Kupinga ni kuwa kinyume na. Kuna neno linaitwa kiburi. Andika, hali ya kujiinua, kujikweza dhidi ya wenzio kwa sababu yoyote ile. Ukisha kuwa na hali ya kujiinua au kujikweza dhidi ya wenzako, maana katika jamii, mahali popote pale, unajiona wewe ndiye una mambo ya ziada kuliko wengine. Wewe ndio unaweza jambo kuliko wengine. Bila wewe jambo hili haliwezi kufanyika, haliwezi kwenda. Si kwamba watu wengine wakuone kwamba bila fulani hili jambo haliwezi, ila wewe ndio unajiona kwamba jambo hili bila mimi. Hapo tutasema kwamba una kiburi.
Kuna kiburi, ni hali ya kujiinua au kujikweza dhidi ya wenzio kwa sababu yoyote. Kuna neno hapo linaitwa neema. Kuna neno lingine linaitwa neema. Neema, andika, ni hali ya kupewa jambo jema pasipo kuliomba au kulitumikia. Tunajikuta tu watoto wetu wanafaulu masomo shuleni. Tunajikuta tu mtu anakuja kutuzahadia kitu chochote kile. Tunajikuta tu tunakuwa wazima wa afya. Tunajikuta tu watu wanaambukizwa corona. Sisi wala hata corona hatugusa, hatukuomba kutoambukizwa. Hata wale walioambukizwa walikuwa naomba kutoambukizwa, lakini hawakuwezeshwa. Haikuwa hivyo. Lakini wewe hata ukuomba, yani hata ujue kinachoendelea, unashangaa unaitwa huko serikalini, hebu njoo kazi imepatikana. Tunasema hayo yote mambo yanayotendeka katika namna hiyo yanatendeka katika hali ya neema. Ni wokovu tu. Wapo watu walevi huko, wavuta bangi, wazinzi na nini na kila dhambi ya kila namna, lakini mpaka leo hawajapata wokovu. Unapita pale unamwambia wewe levi, hebu twende kanisani, Bwana Yesu akuokoe. Anakuwa Bwana Yesu ni nani? Yaani hamuelewani kabisa. Hamuelewani. Lakini wewe tayari ushatoka huko kwenye ulevi, ushatoka huko kanisani, lakini si kwamba uliomba hali ya kuokoka. Hukuomba, wewe ulishangaa ile hali imekujia tu. Hukuomba jamani sana, nataka niokoke hivi. Hebu tangu kwa na miaka mingi unaomba, Bwana naomba uje uniokoe niache dhambi, mfanyaje? Hapana. Kwa hiyo wokovu ni kitu pia tunachokipata kwa neema. Kwa hiyo ile hali ya kupewa jambo jema pasipo kuliomba au kulitumikia tunaita ni neema. Ni neema. Haya ni maneno unayotakiwa uelewe yanamaanisha nini, ili unaposoma mstari sasa uweze kupata uelewa mpana zaidi. Kuna neno linaloitwa mkono wa Mungu. Andika, mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu. Popote pale unaposikia neno mkono wa Mungu, maana yake ni uweza na utendaji wa Mungu. Uweza na utendaji wa Mungu. Sijui nini iko chini ya mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu ulikuwa juu yao. Sui neno mkono wa Mungu ni uweza na utendaji wa Mungu. Tunaweza tukaona katika Ezra 8:31, utasoma wakati wako utapata habari za mkono wa Mungu na mafungu mengine mengi. Ezra 8:31 utapata habari za mkono wa Mungu na utapata mistari mingine inayoendelea hapo zaidi. Lakini tuone neno kukwezwa. Kukwezwa. Tuone neno kukwezwa. Tuone neno kukwezwa. Kukwezwa ni kuinuliwa kutoka katika hatua moja ya chini kuelekea katika hatua nyingine ya juu. Kukwezwa. Kukwezwa, mtu anayepanda mti anakwea mti. Sasa unapokuwa unapanda mwenyewe mti kwa nguvu zako, umeshika unapanda mti, wale watu wa mjini tunaposema kupanda mti, sijui kama labda naelewa vizuri, lakini kwa wale waliokulia vijijini nafikiri wameona au wenyewe wameshiriki kupanda. Unapopanda mti unakuwa unatumia nguvu zako. Sasa hapo hujakwezwa, umekwea. Sasa kukwezwa, wewe ulikuwa chini ya mti ukajikuta huko juu kule ya kwenye matawi, umekwezwa. Kwa hiyo unainuliwa, unapandishwa ngazi. Ulikuwa huna kibali katika jamii, na jamii inaanza kukuheshimu, jamii inaanza kukutii, jamii inakusikiliza. Mpo kwenye vikao vya zengo kule, lakini watu wanasema jamani, lakini msikilize mama fulani, msikilize kwanza mama fulani. Ukisimama tu kuongea, watu wote wananyamaza kwanza, na baada ya wewe hakuna anayepita, kila mmoja anasema jamani, hilo wazo la huyu mama hilo tusiliache, hilo wazo ndio tufanyie kazi.
Kikao kiishe kwa sababu ni mama shamaliza. Yani unafikiria mbona mimi nipo hapa, wapo wasomi hapa, wapo watu waelewa, wametoa michango sana, lakini kwa nini mimi nilipoongea tu kikao kizima kikasema basi mkutano uishe? Umekwezwa, unatolewa katika hali ya uduni, unaingizwa katika hali ya kuwa juu. Kwa hiyo kukwezwa ni kutolewa katika hali moja ya chini kupelekwa katika hali nyingine ya juu. Sasa turudie Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 6. Vivyo hivyo ninyi vijana, wewe ukitafakari sasa mstari. Vivyo hivyo ninyi vijana, watiini wazee, na ninyi nyote. Neno ninyi nyote manake sasa kwenye kutii vijana kwa watii wazee, lakini ninyi nyote kwa maana ya vijana na wazee. Hapa sasa ndipo tunaenda kuona namna ambavyo unyenyekevu ni chumvi ya utii. Na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Maanake mzee awe mnyenyekevu, kijana awe mnyenyekevu, mkuu wa mkoa awe mnyenyekevu, rais awe mnyenyekevu, mwalimu mkuu awe mnyenyekevu, mwalimu wa darasa awe mnyenyekevu. Tunakwenda hivyo hivyo. Ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana. Hatuwezi kuhudumiana bila unyenyekevu. Hatuwezi kuhudumiana bila unyenyekevu. Tutapaona kidogo hapo baada ya sekunde chache, tunakuja kuona unyenyekevu na utii na nini. Mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi. Ukiwa na kiburi utapingana na Mungu. Mungu hayuko upande wako. Mungu haongei lugha moja. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Huwapa wanyenyekevu neema. Ukishakuwa mnyenyekevu, mambo yako yatakuwa yanafanyika tu hata bila kujua yamefanyikaje. Watoto wanamaliza shule, hujajua karo ipatikanaje. Yaani wewe unafanya tu vitu vidogo vidogo, unalipa kidogo kidogo, unashangaa tu mtoto amemaliza shule. Unashangaa tu mtu amekuja, hebu niletee mtoto fulani. Jamani, mlete huyu mtu, mbona kuna nafasi hapa, aje haraka. Hukumuomba, ukishangaa unapigiwa simu. Ghafla tu, hivi si una kijana hapo mbona kuna nafasi za jeshi hapa? Au hataki jeshi? Mimi sikujua, hebu mpe nauli aje haraka hapa Dodoma. Hukuomba, hukuwa na habari, hukuwa na nia, hukujua kama hiyo hali ipo. Unashangaa tu. Yaani mambo yako yanafanyika bila wewe kutumia nguvu yoyote. Ni Mungu yuko juu yako. Ni Mungu yuko nyuma yako, kwa maana ya neno neema. Lakini huwapa wanyenyekevu neema. Yaani mambo yako yatakuwa yanaenda kwa neno moja tu, kunyenyekea. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu. Tumeona mkono wa Mungu ni uweza na mamlaka ya nani? Uweza na nini? Wanafunzi, uweza na utendaji wa Mungu. Uweza na mamlaka ndio mkono wa Mungu. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, imara, hautetereki, ulio hodari, ili awakweze wakati wake. Tunapokuwa tumenyenyekea sasa, tunapokuwa tumenyenyekea, Mungu anatukweza, anatupandisha, anatutoa katika eneo moja tulilokuwepo la maisha la kiroho la namna yoyote.
eneo lolote lile analoona yeye sasa tunahitaji kupiga hatua, anatutoa mahali hapo, anatupandisha, anatuweka katika hatua nyingine kwa kuwa wanyenyekevu. Tukiwa wanyenyekevu ndipo Mwenyezi Mungu anaweza kutukweza. Sasa hatuna budi kupiga hatua tena sasa kwenda kwenye maneno unyenyekevu na utii. Haya ni maneno yanayoleta ladha nzuri pale yanapotumika kwa pamoja. Tuandike neno utii. Tuandike neno utii. Andika. Ni hali ya kufanya jambo, ni hali ya kufanya jambo ambalo mtu ameagizwa kulifanya kwa wakati sahihi. Ni hali ya kufanya jambo, ni hali ya kufanya jambo ambalo mtu ameagizwa kulifanya kwa wakati sahihi. Yanaweza yawepo maneno mengine mengi ya kufafanua hili neno utii, au maana nyingine nyingi, lakini kwa sasa tumia hizi, wakati huo natafuta zingine zako zaidi. Andika tena nyingine. Andika tena nyingine. Utii ni hali ya kukubaliana moyoni. Utii ni hali ya kukubaliana moyoni na kutekeleza maagizo yaliyotolewa. Ni hali ya kukubaliana moyoni na kutekeleza maagizo yaliyotolewa na mtu. Maagizo yaliyotolewa na mtu aliye au asiye na mamlaka juu yake. Mtoto ana uwezo wa kukwambia, mama naomba hicho kikombe. Ukichukua tu kikombe na kumpa umeti. Lakini ule mtoto hana mamlaka juu yako. Mwanafunzi, mwalimu naomba usogeze hicho kiti. Kinachotakiwa tu unyenyekevu pale usike, kama tunavyoenda kuona mbele. Mwalimu naomba hicho kiti. Nitachukua kile kiti, nitampa. Sitaki kusema, yaani mbona nituma mimi? Yaani wewe mwanafunzi, niko hapo nimekaa karibu na hicho kiti, naweza kumsogezea. Basi nitachukua kile kiti, nitamsogezea tu hapo hapo karibu, ili mradi tu unyenyekevu umekuwepo. Kwa hiyo ni hali ya kukubaliana moyoni na kutekeleza maagizo yaliyotolewa na mtu aliye na mamlaka au asiye na mamlaka juu yake. Hiyo ni hali ya utii kawaida katika Kiswahili. Tukienda labda kwenye kamsi Kiswahili, utii ni kufanyaje? Sasa tunaposikia utii wa Mungu, utii wa Mungu, andika. Utii wa Mungu, andika. Ni kukubaliana moyoni. Ni kukubaliana moyoni. Utii wa Mungu ni kukubaliana moyoni na kutekeleza maagizo yote. Ni kukubaliana moyoni na kutekeleza maagizo yote yaliyo mapenzi ya Mungu, yaliyo mapenzi ya Mungu kwa mwenendo mzuri wa moyo, kwa mwenendo mzuri wa moyo, kwa mwenendo mzuri wa moyo. Kisoma Mwanzo 6:22 pale, unaweza kuona Nuhu alitii. Aliyofanya Nuhu sawa sawa na yote aliyomwamuru Mungu, ndivyo alivyofanya Nuhu sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu, vivyo ndivyo alivyofanya. Usiache hata moja. Tumesoma kitabu cha Samueli, tumemwona Sauli akatuma sehemu kwenda kuangamiza, ateketeze. Hakufanya utii.
unaona hakukubaliana na Mungu wake. Sasa no ndivyo alivyofanya, sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu. Kwa hiyo huu ndio utii wa Mungu. Usibakize hata sehemu ndogo. Mungu anakwambia nenda sehemu fulani, fanya hiki, kifanye kwa 100%, kitekeleze kwa 100%, kitekeleze kwa kupenda, kitekeleze kwa kutoka moyoni, kitekeleze ukiwa unajua unamtekelezea Mwenyezi Mungu ambaye ni mfalme wa falme, ndiye aliyekuagiza. Sasa tuna utii una sehemu, lakini wakati wote tunaagizwa kuwatii baadhi ya makundi hapa. Tunaagizwa kuwatii wazazi. Wazazi hatutasoma, lakini mkisoma Kolosai 3:20, andika Kolosai 3:20, tunaweza tukaona maagizo ya kuwatii wazazi hapo. Kolosai 3:20 na Luka 2:51. Kuna maelekezo namna ya kuwatii wazazi. Tumeagizwa tuwatii waume. Soma Petro ya kwanza, Petro 1:3-1 na Kolosai 3:18. Petro 1:3 mstari wa kwanza na Kolosai 3:18. Tumeona kuna maagizo hapo kwamba tuwatii waume zetu, lakini tuwatii wazee au watu waliotuzidi umri. Wazee au watu waliotuzidi umri tutaiona hiyo katika Petro wa kwanza 5:5, Petro wa kwanza 5:5, lakini Timotheo wa kwanza 5:1. Tumeagizwa tuwatii wenye mamlaka yetu na watumishi wa Mungu. Wenye mamlaka juu yetu pamoja na watumishi wa Mungu. Tuwatii wenye mamlaka juu yetu, kimaanisha watumishi wa Mungu na viongozi wa serikali na nini. Tutaiona hiyo katika Efeso 6:5. Efeso 6:5, lakini tutaiona katika Tito 3:1. Tutaiona katika Tito 3:1. Sasa tunaona hayo ni baadhi tu ya makundi tulioagizwa muda wote tuyatii, lakini utii wowote ule upatane na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Maana yake tunapotii kiongozi wa serikali, tunapotii wazazi, tuwatii katika yale ambayo hayahitilafiani na Mwenyezi Mungu. Isitokee mzazi anakwambia sasa nenda uibe yale mahindi uje upike tule mwanangu, tutakufa njaa hapa. Mahindi 7 kule kwenye shamba la jirani. Hutakiwi kumtii mzazi. Haitakiwi kiongozi uko kazini anakwambia hebu wewe saini hapa bwana, hizi pesa za serikali hizi, saini hapa, hata usiposaini tukazichukua, baada tu watakuja wajanja huko nyuma atazichukua. Si afadhali twende nazo sisi bwana, mbona zipo tu zinasaga, wewe saini bwana hapa tuchukue hizo pesa. Umeona? Hutakiwi kutii. Anakuambia kwa mkoa, kwa wilaya, mkurugenzi, nani, viongozi wote ule, mwalimu mkuu, hutakiwi kutii agizo hilo. Kwa hiyo hilo agizo ni kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Ukitii namna hiyo utakuwa umetenda dhambi. Kwa hiyo utii ni bora kuliko dhabihu. Utii ni bora kuliko dhabihu. Katika Samueli wa kwanza 15:22 tunasoma hapo habari za utii kuwa bora kuliko dhabihu. Na tunatakiwa kumtii Mungu kwanza kabla ya mambo mengine yote. Na tunaweza sasa kusonga mbele kidogo tukaona neno unyenyekevu. Tuone neno unyenyekevu. Tuone neno unyenyekevu. Ili baadaye sasa kabla ya muda hujatuacha tupate kuunganisha unyenyekevu na utii, tuweze kupata sura nzima sasa ya somo. Unyenyekevu, andika unyenyekevu ni hali ya kudhibiti moyo
usitawaliwe na kiburi. Ni hali ya kudhibiti moyo, usitawaliwe na kiburi. Andika, ni hali ya kudhibiti moyo, usitawaliwe na kiburi, koma, jeuri, koma, majivuno, koma, dharau kwa mtu yeyote wakati wa kutekeleza tendo la utii au la. Ni hali ya kudhibiti moyo, usitawaliwe na kiburi, koma, jeuri, koma, majivuno, koma, dharau kwa mtu yeyote wakati wa kutekeleza tendo. Sasa hii majivuno inaweza kuwa wakati wa kutekeleza tendo fulani la utii. Kiburi, majivuno, dharau visitokee, au ikawa si wakati wa kutekeleza tendo fulani la utii. Hivi visionekane. Visipoonekana, maana yake wewe umekuwa mnyenyekevu. Tutakuita kwamba mtu fulani ni mnyenyekevu. Asipoonekana kuwa na kiburi, kuwa na jeuri, kuwa na majivuno, kuwa nini, tutaita mtu fulani amekuwa mnyenyekevu. Andika. Unyenyekevu ni ile hali ya kujishusha. Ni ile hali ya kujishusha kwa kuwa tayari kutumika. Kujishusha kwa kuwa tayari kutumika, kwa utumishi ulio na hadhi au usio na hadhi. Kuwa tayari kutumika kwa utumishi ulio na hadhi au usio na hadhi, bila kiburi au majivuno. Bila kiburi au majivuno. Utumike katika utumishi ulio na hadhi au usio na hadhi, bila kiburi au majivuno. Unaambiwa wewe ni mkuu wa wilaya huko kwenye kanisa fulani. Utaambiwa sasa, mkuu wa wilaya, tuko chini ya Mwenyezi Mungu hapa. Hebu kuna watu pale, hebu tunaomba uende uwasimamie pale. Kuna wanalima pale, sasa kaangalie meona. Sasa usema, mimi mkuu wa wilaya, mimi kule kazini kwangu si vitu gani, watu wanasemeka kule, si imekaaje mimi niende nisimamie watu wanaolima pale shamba la Bwana? Wewe ni mwalimu mkuu au si nani, ni dokta mkuu, upo kanisa lolote, unaambiwa jamani, kule chooni ni uchafu, hebu unaenda mwangalie namna ya kupafanya safi. Wanasema mimi kwa hadhi yangu natakiwa, kwa nafasi yangu natakiwa kutumika mahala hapa, labda nisimamie tu hapa kanisani, lakini vyooni. Kwa hiyo ukiwa mtu wa kubagua eneo la kufanya kazi katika shamba la Bwana, wewe sio mnyenyekevu. Wewe sio mnyenyekevu. Wewe upatani na Bwana. Wewe unasema kwamba Bwana, unajua bila lile jengo mnaoliona pale, bila sisi kuwepo, kipindi hicho linaanzishwa, bila sisi kuwepo, lile jengo lisingeenda. Nawaambia kabisa, lile jengo lisingeenda. Umeona? Pale sisi bila sisi. Kwanza sisi tulikuwa mnaabudia wapi? Sasa si tabia za Kristo hizo. Si tabia za Kristo. Kumbuka, kama ulikuwepo na watu walikuona, wale watu watazungumza bila fulani. Umeona? Sio wewe useme bila mimi. Sasa hizo zote ni tabia za majivuno.
kiburi, kuona wewe ni mtu wa namna fulani, huwezi kuhusika mambo fulani. Yaani sijui jamani kama tunaelewana ninachokizungumza. Utii na nini? Utii na unyenyekevu. Ukiwepo utii bila unyenyekevu, bado tu tutapigana huko ndani. Bado tutapigana. Mama Sara, naomba uje. Samahani, mimi ni mwalimu sasa, katika kuelewesha inafika sehemu sasa inabidi nitumie mifano. Na wewe mama uko hapa, nisaidie ni maiki kidogo jamani, haraka haraka muda wetu unaenda. 2 naomba nisaidie Biblia. Asante sana. Sasa mama Sara, wewe utaongea kwenye Biblia kwamba mwalimu au Eli, naomba unipe Biblia hii. Sawa? Alafu mimi nitakuletea hii Biblia. Ongea kwenye maiki. Alafu baada ya hapo na wewe utaongea kwamba Eli, naomba unipe hii Biblia. Alafu mimi nitaleta ile Biblia. Mwalimu ni nani? Ongea tena. Naomba Biblia. Asante. Mmeonyeshwa namna mbili. Wewe ungependa ipi? Ni namna ya kwanza au ya pili? Ya pili. Kwa nini upende ya pili? Ya kwanza imekosa nini? Umekosa unyenyekevu. Kwani unyenyekevu ni kufanyaje? Ni nini mlichokiona hapa mnachokiita unyenyekevu? Ya kwanza kurusha. Tunaweza kuona namna ya kwanza, nimetii. Kutii nimeagizwa Biblia, nimeleta sijaleta. Lakini umekosekana utii. Ya pili, nimeagizwa Biblia, nimeleta sijaleta. Ya kwanza umekosekana unyenyekevu. Ya pili, nimeagizwa Biblia, nimetii, nimeleta, lakini ulikuwepo unyenyekevu. Ndio maana hapa kwenye Petro wa kwanza 5:5 tumeambiwa kwenye unyenyekevu tutaweza kusaidiana. Sasa wewe tumo kwenye kanisa, kila mmoja anawaambia wewe nenda fanya hivi. Mtu bwana, hivi hujamwona mwingine? Hivi mbona mimi jana tu ndio nasimamia, simekwaje sijui. Hivi si watafute wengine. Maneno tu, mdomo tu, hakuna unyenyekevu. Umeambiwa na kiongozi, umeambiwa na mtu wa juu yako au hata au chini yako, lakini amekueleza maneno mengi. Wewe namna hiyo tutafungana, tutaogopana, hatutasaidiana, kazi hazitaenda, hazitafanyaje, tutabaki kufungana. Neno la Mungu halitasonga mbele namna hiyo. Ndio maana nasema unyenyekevu ni chumvi ya utii. Unyenyekevu unaunga utii. Uwe nyumbani, uwe nini na watoto, unamwita Jeni, niletee maji ya kunywa. Maji ya kunywa anakuja anaweka tu sehemu hapa, anakuambia baba nishapeleka, nenda kufuata pale mezani unywe. Onesha matendo mawili ya unyenyekevu na utii. Kuna utii ni tendo moja, lakini halitakamilika kama kanisa pasipo kuwepo unyenyekevu. Na ndio maana Bwana anataka tuwe wanyenyekevu zaidi. Tumeona mtu mnyenyekevu, tumeona mkono wa Bwana unakuwa juu yake, tumeona neema, tumeona mambo. Yaani tutaweza kuwa kitu kimoja katika kanisa, katika jamii, katika nini, kwa sababu tulia kuheshimiana. Tutakuwa wanyenyekevu. Hata mtoto mdogo anahitaji umpe kwa unyenyekevu.
Wewe ni mkubwa, unampa kitu, usirushie, usifanyeje, usimpe kwa nyodo, kwa maneno. Huo tutauita ni unyenyekevu, na Bwana atasimama pamoja nasi zaidi na zaidi pale tunapokuwa wanyenyekevu katika shamba lake. Neno limesema kwamba endelea baba. Neno limesema, maana yake ni mfano kijana ni nani sasa? Kwa hiyo huyu mama huyu na huyu nani Ng'ong'o nani huyu wote wanaonekana kama wamezidiana miaka miwili mmoja, lakini kuna kijana hapo na kuna mzee, kwa maana ya ile tofauti wa umri. Sasa tukiangalia ni nani hawe chini ya mwenzake, ni yule aliyemzidi mwenzake miezi miwili, yule hawe juu, na yule aliyezidiwa miezi miwili awe chini, kwa maana yeye ni kijana. Kwa hiyo tunakuja kujikuta kwa hoja ya kijana na mzee, kila mmoja ni kijana, na kuna watu ambao ni vijana, kuna watu ambao ni wazee. Vivyo hivyo ninyi vijana watii wazee, na ninyi nyote wazee na vijana jifungeni unyenyekevu. Maana yake sisi tulio wadogo tutawatii ninyi, mtatuagiza tutaenda, fanya hiki tutaenda. Watoto wetu, una vijana kwenye mji unajivunia watoto, nenda huko, fanya hivi, hebu nenda pale kanisani, kuna kazi nafanyika, nimeshindwa kwenda, uende unilimie lile eneo langu. Yule kijana atakuja huko, umeona, atakuja atafanya, umeona. Lakini sisi sote, hata wewe mzee, unatakiwa uwe mnyenyekevu, unanyenyekea kwa yule kijana, unatumia namna ambayo inafafanua vizuri ile hali ya utii, ile hali ya utii. Na ninyi nyote jifungeni, tujifunge unyenyekevu, mpate kuhudumiana. Yaani tukiwa wanyenyekevu ndipo tutapata kusaidiana. Wewe mama nenda hapa, wewe mama hebu tukape njoka ya. Sasa kuna mtu mwingine Mungu anamwambia hebu hama hapo, njoka ya hapa, tu amekuangalia tunamea. Yule aliyekuja kuhamisha ana maana yake, kwa sababu yeye ndiye anayepanga mambo huko. Kuna mambo anaelekezwa na viongozi wake wa juu, hebu watu wa namna fulani wote wakae sehemu fulani, au nenda badilisha mkae hivi, au pale kuna kitu fulani kinaendelea, nenda mtoe yule dada apeleke tena sehemu fulani, kwa sababu ambazo huwezi kufafanuliwa wakati wote, toka hapo kwa sababu hii. Basi unapewa maelekezo, unagomea hapo tu kwenye kiti. Sasa tutahudumiana nani jamani namna hiyo? Kama Wakristo haitupaswi tuwe namna ile, haimpendezi Mungu. Ili tusaidiane, ili tuhudumiane, tunahitaji kuwa wanyenyekevu na ili tupate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi. Maana yake unapopewa maelekezo unyenyekee, wewe una kiburi. Maana yake kinyume cha kiburi ni unyenyekevu, na kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Na nielewa, ni kiburi. Kwa hiyo ukiwa na kiburi Mungu atakupinga, lakini uwapa wanyenyekevu neema, mambo yako yatakuwa yanasogezwa tu, unashangaa yamekuwa yamefanyika, yameenda kwa sababu tu ya unyenyekevu. Kristo Baba mwenye uweza, kwa mbele zako ya mtakatifu Jehova jemedari, naomba unione. Sasa hebu fikiria, unaweza kutoka hivyo ukaenda kwa rais wa nchi umejifunga taulo, ukaenda kwa mkuu wa wilaya au ukamwita hata chumbani kwako umejifunga taulo na muomba kitu. Mwingine anaomba tu mswaki mdomoni tu. Sasa unamuomba nani? Kwa sababu ni Mungu, unamuomba mfalme wa falme, Bwana wa majeshi, mwenye dunia hii, ulimwengu wote uko chini yake, pamoja na hao na rais na nini, ndiye unayemuomba. Umeendaje mbele zake? Unyenyekevu gani umeonyesha? Tunamuona Abigail, tumesoma Samueli, tunaendelea, lakini tunaona akaja na vyakula, akaja na nini, akapanda kwenye punda. Alipomwona tu Daudi pale, akashuka, akasujudu, akaanguka kifudifudi. Umeona? Ni halama, yani unaonesha unyenyekevu. Daudi anakuja huko na majeshi, ana silaha.
ni namna gani sasa yeye akae kuna ya gangamare awe na kiburi, anaanza kutoa maneno yasiyo na staa kwamba wewe na huyu unaenda wapi? Nimekwambia wewe usije huku. Moja kwa moja akapigwa mshale akiwa pale. Lakini ile kusujudu akainama, akafanyaje? Na baadaye tunaona ile ilikuja ikamsaidia. Baadaye alipofiwa na mume wake, basi Daudi akaona mwanamke huyu mwanamke sio kawaida huyu. Kwa namna alivyopangilia maneno, anamshawishi Daudi asimuue yule mume wake. Yaani tunahitaji wakati mwingine kuonekana, tunahitaji kufanya mambo yanayoonyesha sisi ni akina nani. Tuongee, watu watuone, watusikie, wafanye vipi. Hilo linakufundisha jambo la namna hii. Kwa hiyo Akeli akanyenyekea. Lakini tunaona Daudi mwenyewe mbele ya Sauli, alikuwa anaenda ananyenyekea, anashuka, Bwana wangu, mbona hivi, mbona hivi, mbona hivi. Ananyenyekea. Yupo anaonesha hali ya utii, anaonesha hali ya nidhamu, sio tu kutii, lakini ni zaidi ya kutii, sababu kunyenyekea ni zaidi ya kutii. Anaonesha hali ya nidhamu. Kwa hiyo naona akawa anamlegeza tu Sauli anaisha tu ile mipango ya kumfanyia mauaji na nini, vitu kama hivyo. Hayo yote ni matunda ya utii. Kwa hiyo hatutakiwi hata tuwe mbele za Mungu tuko wenyewe wapi, hatutakiwi kuondoa ile hali ya unyenyekevu. Tuwe mbele za Mungu chumbani, tuwe wapi. Si vema sana eti naomba Mungu basi usumelala, umefanyaje, umeweka mkono mfukoni. Unajua pale unaongea na mtu yani ambaye, chukulia yule si binadamu, sio binadamu. Hebu jiulize, nilikuwa naongea na binadamu yeyote hapa, naongea na baba, naongea na mkuu wa nchi, naongea na mkuu wa mkoa, naongea na mwalimu mkuu, ningeliongea hivi, niko hivi nimeshika tu mfukoni, alafu kama ni binti ningeongea nikiwa nimefanya hivi. Umeona? Sasa kuna watu wanaomba Bwana Yesu, mimi namsikia sijui nini Bwana Yesu, eti uko kwenye maombi. Sasa pale Bwana anakutafasiri kwamba wewe una kiburi. Ni nani aliyeomba namna hii akajibiwa kwenye Biblia? Kama si wote walikuwa wanasujudu, wote wanainama tu, yani wote wanaonyesha hali ya unyenyekevu. Hakuna mtu yeyote aliyeomba akajibiwa akaonekana kwamba sasa huyu, hakuna. Sasa ni lazima tujifunze, tuko wenyewe chumbani, tunaomba, tuwe watii kwa Mungu wetu. Mungu wetu ni roho, hatuoni kwa macho, lakini anakuwepo. Kwa hiyo tuvae vizuri. Umevaa nguo, sio una nguo ya ndani tu uko hapo tunaomba tukisema namuomba Mungu Bwana yupo tu ananisikia. Huku una nguo tu ya ndani, uso umekakaje, wanaume kifua wazi, siki umekakaje, namuomba Mungu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ni alama ya dharau hiyo kwa Mwenyezi Mungu. Amka, vaa nguo, piga magoti, omba, onesha hali ya utii, ya kusujudu, hali ya kuheshimu Mwenyezi Mungu. Kama ambavyo sisi tunataka unyenyekevu kati ya sisi na sisi ili mambo yaweze kwenda, Mungu anahitaji zaidi unyenyekevu. Tusiwe na hali ya kujiinua, tusiwe na hali ya kiburi ya kujiona kwamba sisi. Kuna watu hata wako hapa wamezaliwa hapa mjini, wamekulia mjini, hawajawahi kwenda vijijini. Sasa leo wanaenda kwenye vijiji kule, makanisa ya vijijini. Kumbuka ni tubenchi, ni nyumba za nyasi, hekalu hilo ni nyumba ya nyasi, tubenchi tumejaa vumbi. Sasa anafika pale anafanya sahihi, anatoka mjini, akifika pale kwanza anamsaidia, anaona kwamba mimi ndo sasa jamani, mbona mjafuta hapa? Si niache, amepiga perfume yake pale, nikamata vizuri. Sasa ametoka mjini, anawaambia, anaanza kuwakosoa, hivi ninyi mkoje? Mbona nyumba ya Bwana sio haijakaje? Sasa wewe si mambo ya kuambia hapo, umeenda kukaa, wewe ni mgeni. Wewe kama umekuta kitu kichafu, chukua kitambaa, wewe futa, futa. Jamani, hivi mnasali huko hivi amnyesheni, amnyesheni jamani. Hivi kuna watu hawajawahi kukutana na makanisa ya namna hiyo. Kuna ndugu yangu mmoja alimtembelea kwenye kijiji fulani, akakuta tunaabudu kwenye jengo fulani. Alimuuliza maswali mengi sana. Sasa baba mdogo, sasa hapa hivi Roho Mtakatifu yumo kweli? Sina kaje.
yani kwa hiyo wewe ndio shemasi, wewe ndio mzee wa kanisa, wewe ndio nini, nikaaje na mke wangu hapo. Umeona? Sasa hapo ametoka Mwanza kwenye kanisa moja hivi, hilo kanisa liko juu. Sasa amekuja huko kijijini Rorya. Sasa amekuta tuko huko, sasa kazi naenda. Basi basi tukampa majibu. Hatukuona kama anakosa, ni kwa sababu amezaliwa Mwanza, ndio mara ya kwanza kuja kijijini kusali kwenye hilo kanisa. Nampa majibu wewe bwana. Roho Mtakatifu yupo. Mbona imeandikwa kwamba Roho Mtakatifu yupo mahali pote? Si fungu hili hapa bwana. Yupo, tunaabudu hapa, ndio maana wewe kama unabisha, weka hapa sasa utaona ibada kuja kuisha mambo yatakayotendeka. Sasa amekuwa mtu mzima kiroho. Sasa ndio namuuliza, vipi bwana, ulikuja kula? Akasema bwana, nilikuwa sielewi kipindi kile. Kwa hiyo kuna mambo tunaweza tukayafanya pasipo kuelewa. Kwa sababu ya muda, ninaomba tu ishie hapa, na Mungu hawabariki sana. Naomba tuwe watii. Mungu anatuinua kwa njia moja hadi nyingine pale tunapokuwa wanyenyekevu, tunapokuwepo na upendo na kuthaminiana, kuheshimiana. Mungu anakuwa pamoja nasi. Bwana Yesu awabariki, hawape kutenda. Tuombe. Bwana Yesu, Baba mwenye uweza, ninakushukuru kwa ajili ya maneno haya. Tazama maneno haya yaanzie kwangu, yaende kwa watu hawa. Baba, naomba wawe watendaji na watekelezaji wa maneno haya. Wameelewa mahusiano yaliyopo kati ya utii na unyenyekevu. Tazama, unyenyekevu ni kiungo cha utii. Mtu anajisikia vizuri sana anapopata utii wenye unyenyekevu. Ninaomba wawe wanyenyekevu kwenye ndoa zao, kwenye kazi zao, kwenye jamii, kwenye kanisa, mahala popote pale. Roho Mtakatifu aliyeleta neno hili aliweke kwa hawa katika mioyo yao, inawili na kushamili, ili siku zote wawe wanyenyekevu, na uwainue na uwape neema, na utende nao mkono wako, wamatane nao siku hadi siku hadi ukamilifu wa dahari, katika jina la Yesu Kristo. Amen.